Kwamba rais leo amesema kwamba mambo ya kufungua shule kwa sasa imesimamishwa mpaka wakati itakapoonekana kwamba ni salama kwa watoto kurudi shuleni. Tunaona kwamba hilo ni jambo ambalo ijapo wazazi watakuwa wamekaa hawajui watoto wao wanaenda shuleni lini, lakini ni heri kuliko kusema shule zinafunguliwa Jumatatu na hali ya anga ndiyo hiyo. Tunangojea hii ambao imesemekana itatokea hapa katika eneo la Pwani, upepo na mvua bado ndio hiyo inaendelea. So tumehimiza kwamba ni vizuri kufanya utafiti na kureview, kuangalia hali iko namna gani katika shule zetu zote kabla hatujasema watoto warudi shuleni. Ni vizuri kwanza kuangalia usalama wa watoto kabla hatujaharakisha kufungua shule ama kutofungua shule. Kwa hivyo letu tumehimiza zile taasisi husika, Wizara ya Elimu na washikadau mbalimbali, kwanza tuangalie hali ilivyo, ili kwamba tuhakikishe tunapotoa tarehe, tunatoa tarehe ambayo ni ya uhakika na hakutakuwa tena na wakati kama yale yaliyotendeka juzi. Wazazi wamejipanga, hali ya maisha iko juu, gharama ya maisha imepanda, kutafuta tikiti yenyewe ya kupeleka mtoto shuleni ni shida. Sasa alipe tikiti aende, baadaye aambiwe shule tena imeahirishwa kufunguliwa. So ni vizuri kwanza kuangalia all factors na do a review na kuangalia hali zote mpaka tuone kwamba ni salama kuruhusu watoto wetu warudi shule. Ndio tukitoa tarehe, wazazi katika hali ngumu yao ya uchumi wanaweza kujikakamua, na wakilipa tikiti basi inakuwa ina uhakika watoto wanaenda shuleni. Na ningependa kuomba hata zile kampuni ziwe zina mabasi. Tuliona kampuni yetu ya railway wakisema kwamba wale walikuwa wamelipa basi wataweza kutumia ada hiyo kwa safari ya usoni kama ni kurudi shuleni. Tungeomba washikadau wote katika sekta ya usafiri, mahali tunaweza kusaidia tuweze kusaidia, maana mzigo kwa mzazi umekuwa mzigo mkubwa, na serikali isaidie jamii ambazo zimeathirika ili kwamba na wao wawe na maisha nadhifu. Swala iko shida kidogo pale kama Madunguni Secondary huwezi kuingia kabisa. We have 10 schools marooned, but the worst is Madunguni Secondary kwa sababu hata hawezi ingia, maji yameenda kwa madirisha. Kule kwengine ni vipi watoto watafika hapo? So I think apart from suspension ya Machogu, tabidi tuwe na local arrangement pia ya kusema watoto wa hizo shule wangoje kidogo kwanza, because hataki kupoteza watoto pia. Mafuriko haya ni maji ambayo yametoka huko, mnaita nini, bara, lakini yametu affect. Sasa leo kumeamka na maji mengi sana Madunguni. What we had yesterday, today is double. Jana tulisema hatutoi watu, leo tumeanza kutoa watu. Wasiwasi wangu ni hiyo barabara ya Kakoneni hapo Madumadu, unapaita nini pale? Kwa hiyo mtaro hiyo, I hope haitakatika. Akikatika itatuletea tabu sana. Na kwa sasa so far so good, hatujapoteza maisha in the last 24 hours we can say, because ile ya mwisho ile ya juzi ya ile kijana wa 23 years ambaye hajapatikana. Tuko na watu tumestation dili ya different areas, watu wa divers from our county to guide people basically, na kuhakikisha kwamba watu hawachukui risk ya kuvuka strategic areas kule ambako najua it's prone, watu hupenda kuvuka wakijiamini wanajua kuogelea. So tuko na watu huko, hata baharini mkienda hapa chini tuko na vijana, mkienda hapo Vidazini kuna vijana, Malindi, Mtwapa. Malizi wa ndugu, njaa inauma. I can just flow, then we'll give them to interview the women leader, the youth leader, but if you also wish to interview me again, I think I'll be available for that. Am I speaking about
Basi naomba tu jamani, as you live, if you want to conquer new the Bowman's Choir to give us a we can ask, we can allow, maybe we can begin the exercise, lakini akiingia tumsimamishe, turuhusu kuendelea na majukumu yake standing. That when the governor comes on a light note, we'll be allowed to continue at the school. I don't know how we balance that. so yeah, we need to consult